Unapoacha kula vyakula vya wanga, unapoacha kula vyakula vya sukari, mwili huwa unaanza kutumia mafuta kama chanzo cha nishati. Yaani mwili unaanza kuconsume mafuta kama chanzo cha nishati. Na ndio maana tunasisitiza katika tibalishe, unapoamua kubadili mlo wako, unapoamua kubadilisha mfumo wako wa lishe, tunasisitiza kwamba acha kutumia vyakula vya wanga na sukari, acha kutumia mafuta ya mbegu, lakini tunalazimisha mlo wako uwe na mafuta masafi. Yaani katika kila mlo wako hakikisha uwe na mafuta masafi. Na hayo mafuta tunayapata kwenye parachichi, tunayapata kwenye mayai. Yaani hakikisha kwenye mlo wako, kama umeamua kubadilisha menyu yako, kama umeamua kuachana na vyakula vya wanga na sukari, umeamua kuachana na vyakula vya mafuta yatokanayo ya mbegu, hakikisha kwenye mlo wako kuna vyakula vya mafuta masafi. Tunasema healthy fat, ambapo hapa kwa mazingira yetu ya Kitanzania, parachichi unatakiwa uwe nalo kwenye diet yako, au mayai. Yaani chagua mawili kwenye mlo wako yasikose, parachichi au mayai. Kwa sababu parachichi na mayai kuna mafuta mazuri. Kuna mafuta ambayo yanaenda kuchochea uchomwaji wa mafuta ndani ya mwili. Kwa hiyo ukiacha kutumia carbohydrate, maana yake hakikisha kwenye mlo wako kuna parachichi, kwenye mlo wako kuna mayai. Au unaweza ukatumia vyote kwa pamoja, au ukatumia kimoja wapo kati ya hivyo. Ukitumia hivyo, maana yake unauchochea mwili kuendelea kutumia mafuta kama chanzo cha nishati, ambayo hii process tunaita ketosis. Katika posti zangu nyingi huwa nasema kwamba unapokuwa umefunga, kwa mfano, unapokuwa umefunga, mwili huwa unaingia kwenye ketosis. Yaani ketosis huwa inachukua nafasi ndani ya mwili. Maana yake si umelimit matumizi ya vyakula vya wanga na sukari. Kwa hiyo mwili huwa unatumia energy inayozalishwa na mafuta kwenye mwili wako. Maana yake ukifunga unaacha nafasi ya ketosis kuteki place ndani ya mwili. Lakini ukifungua, huwa tunashauri fungua kwa kutumia vyakula vinavyochochea ketosis iendelee kuchukua nafasi yake. Kwa sababu ketosis ndiyo inayoleta uponyaji wa magonjwa mengi katika mwili, hasa magonjwa ya lishe. Kwa hiyo mwili unapokuwa unatumia mafuta kama chanzo cha nishati, huwa unapata mabadiliko kama haya yafuatayo. Badiliko la kwanza, mwili huwa unaingia kwenye mchakato unaitwa ketosis. Yaani ketosis huwa inachukua nafasi yake. Sasa ketosis ikichukua nafasi yake, maana yake mwili utapata nafasi ya kuchoma mafuta yote. Kwa hiyo kwa wale wenye matatizo ya kuwa na mafuta mengi kwenye mwili, yataanza kupotea. Kwa wale wenye matatizo ya kitambi, manyama uzembe, uzito mkubwa, utaanza kupungua, kwa sababu ketosis imechukua nafasi yake. Na ketosis maana yake ni mchakato unaolazimisha mwili kutumia mafuta kama chanzo cha nishati. Lakini pia kwa wale wenye tatizo la pressure ya kupanda, wenye matatizo ya mishipa kujaa mafuta, hiyo hali zote zitaanza kutoweka, kwa sababu mafuta yale yaliyogandamana kwenye mishipa ya damu, mafuta yaliyogandamana kwenye moyo, kuzunguka moyo, yataanza yote kutumika kama chanzo cha nishati. Kwa hiyo mishipa itaanza kuwa huru, lakini moyo utaanza kuwa huru. Kwa hiyo faida ya pili, mabadiliko ya pili unayoyapata unapoacha kula vyakula vya wanga na sukari na ukaruhusu mwili uanze kutumia mafuta kama chanzo cha nishati, ni pressure kushuka, kama una tatizo la pressure. Kwa hiyo badiliko la kwanza nimesema mwili una switch kutoka kwenye kutumia wanga kama chanzo cha energy, unaanza kutumia mafuta kama chanzo cha energy, ambayo ni ketosis. Kwa hiyo ketosis inaanza kuchukua nafasi kwenye mwili wako. Lakini mabadiliko ya pili unayoyapata unapoacha kutumia vyakula vya wanga na ukauruhusu mwili utumie mafuta kama chanzo cha nishati, ni pressure kuanza kushuka. Kwa hiyo pressure inaanza kushuka taratibu.
Lakini mabadiliko mengine unayoyapata unapoacha kutumia, unaporuhusu mwili kutumia mafuta kama chanzo cha nishati ni sukari kuanza kushuka kwenye damu. Kama una tatizo la kisukari, sukari utaanza kuona inashuka, kwa sababu sukari huwa inaongezeka kwenye damu kutokana na matumizi ya vyakula vya sukari. Sasa umelimiti matumizi ya sukari, umefocus kwenye kutumia vyakula vya mafuta. Kwa hiyo sukari itaanza kupungua taratibu kwenye damu na mwisho wa siku tatizo hilo litaisha. Lakini faida nyingine, utaanza kuwa na umakini. Yani ubongo wako utaanza kuwa active, utaanza kuwa makini, kwa sababu mwili ukishaingia kwenye ketosis au ketosis ikishachukua nafasi kwenye mwili, huwa inazalisha kemikali zinaitwa ketones. Sasa hizi ketones huwa zinatumika kama chanzo cha energy mbadala, yani nishati mbadala ya kwenye ubongo, Kwa hiyo ubongo unaanza kuwa active, unaanza kuwa na umakini katika shughuli zako unazozifanya. Sasa faida ziko nyingi. Faida nyingine ni kwamba mwili unaanza kuondoa zile seli zote za uzee. Tunasema kwa sababu ketosis huwa inazalisha hormone inaitwa human growth hormone. Sasa human growth hormone kazi yake huwa ni kuondoa dalili zote za uzee na kurejeshea seli mpya. Kwa hiyo unarudi kwenye ujana, na ukirudi kwenye ujana maana yake unaongeza siku za kuishi. Faida nyingine